It's not about being born again. Sio swala la kuokoka. It's about living. Ni kuhusu kuishi And holding na kushikilia the thing that is pleasing God. Vitu ambavyo vinampendeza Mungu. For the benefit of your future. Kwa ajili ya faida ya hatima yako. Life. Maisha is very easy. Ni rahisi sana. Life is not tough. Maisha sio magumu. It's not tough at all. Maisha sio magumu kabisa. But your life. Lakini maisha yako. The life that you are living. Maisha unayoishi. Can make your life to be tough. Yanaweza kusababisha maisha yako yawe magumu. Life is not tough. Maisha sio magumu. Life is very easy. Maisha ni rahisi sana. But the life that you are living now. Maisha ambayo unayaishi sasa. Can make the life to be tough. Yanaweza kusababisha maisha yawe magumu. Hold what is good. Shikilia kilichochema. Leave what is bad. Acha ambacho sio chema. See if you cannot see the mission of God in you. Uone kama hautaona mkakati wa Mungu ndani yako. Hold what is good. Shika kilichochema. By God's grace. Kwa neema ya Mungu. Just try better you can. Jitahidi kwa kadri uwezavyo. Keep living the thing that is not good. Kuendelea kuviacha vitu ambavyo sio vizuri. I'm telling you. Nakwambia, maisha is very easy. Ni rahisi. But life lakini maisha is very tough. Ni magumu. Because you are holding the thing that kwa sababu unashikilia vitu ambavyo you don't benefit upati anything. Ufaidiki na chochote. How can you see the manifestation of the mission of God in you? Unawezaje kuona uzilisho wa mkakati wa Mungu ndani yako? If you keep holding the thing that is bringing it dark to your life, kama ukiendelea kuvishikia vitu vinavyoleta giza kwenye maisha yako, it is impossible. Haiwezekani. It is impossible. Haiwezekani. It cannot be. Haiwezi kuwa. Rahab was a prostitute. Rahabu alikuwa kahaba. But lakini there was a mission of God was going on. Kulikuwa na mkakati wa Mungu unaendelea. He find the spy entering in his house. Aliwaona wapelelezi wakiingia ndani ya nyumba yake. And he heard the voice. Na alisikia sauti. Keep these people. Watu wafiche hao watu. He kept them. Aliwaficha. He obeyed God's voice. Alitii sauti ya Mungu. His life changed. Maisha yake yamebadilika. Praise God, hallelujah. Sifu Mungu. There's the mission of God in you. Kuna mkakati wa Mungu ndani yako. Mission of God in you. Kuna mkakati wa Mungu ndani yako. Maybe yako. there are many times God is talking to you about something. Labda mara nyingi Mungu akiwa anazungumzia vitu vingi. But you keep quiet. Lakini umeendelea kukaa kimya. You keep enjoying the dark. Unaendelea kuifurahia giza. And now you are praying, you said, God, I want to see. Sasa unalalamika, unataka unaomba Mungu unataka kuona. Prostitute Rahab. Kuona kahaba. When he saw the spy enter in his house. Alipoona wapelelezi wanaingia ndani ya nyumba yake. This is God's mission. Akasema huu ni mkakati wa Mungu. This is my opportunity. Hii ni nafasi yangu. Praise God, hallelujah. Sifu Mungu, hallelujah. He keeps people of God. Aliwaficha watu wa Mungu. And na the Bible is telling us. Biblia inatuambia. After that. Baada ya hapo. After obeying the voice of God. Baada ya kuitii sauti ya Mungu. And he keep the spy of God. Na aliwaficha wapelelezi wa Mungu. God count her as the righteous. Mungu amemhesabia haki. Praise God, hallelujah. Sifu Mungu. Meaning, at that time, kwa wakati was ule very sensitive. Alikuwa makini sana. So meaning, maana yake he could reject that mission. Angeweza kukataa ule mkakati. He could reject that voice. Angeweza kuipinga ile sauti. Praise God, hallelujah. Sifu Mungu, hallelujah. How many times mara ngapi the voice of God, sauti ya Mungu, commanded you to do good, inakuamuru wewe kutenda mema, and you don't do, na ufanye? How many times mara ngapi the voice of God, sauti ya Mungu, commanded you to help, inakuamuru wewe kusaidia, and you don't help, na usaidii? How many times mara ngapi the voice of God, sauti ya Mungu, commanded you to stop what you are doing, inakuamuru wewe kuacha unachofanya, and you disobeyed, na autii, and still you want the manifestation, na bado unataka uzilisho of the blessing of God, wa baraka za Mungu upon your life, kwenye maisha yako. Which blessing? Baraka zipi? Tajiri gani anayeweza kumpa duka lake mtoto ambaye anavuta madawa nini ya kulevya? Ni nani? Maybe you. Labda wewe. No one can do that. Hakuna anaweza kufanya hivyo. The same thing. Hivyo hivyo. About life. Kuhusu maisha. God, he cannot bless us. Mungu hawezi kutubariki sisi. God, he cannot allow his blessing to follow us. Mungu hawezi kuziruhusu baraka zake zitufuate. Because he knows one thing. Kwa sababu anajua kitu kimoja. We'll use it for foolish things. Tutatumia baraka hizo kwa vitu vya kijinga. But when you steps onto the light, lakini utakapochukua hatua ya kuingia kwenye nuru, you allow God mission. Unaruhusu mkakati wa Mungu. You allow God blessing. Unaziruhusu baraka za Mungu manifest kujizihirisha in your life, kwenye maisha yako. But out of it, lakini mbali na hapo, it is impossible. Haiwezekani. You may be born again. Unaweza ukawa umeokoka. You don't drink alcohol. Haunywi pombe. You're not a womanizer. Wewe sio mtu wa wanawake. You're not a liar. Wewe sio muongo. Still, lakini bado you may reject God's mission. Unaweza ukaukataa mkakati wa Mungu. Because God, mkakati wa Mungu is for his glory. Ni kwa ajili ya utukufu wake. Meaning, maana yake, live daily life.
Ishi maisha ya kila siku. Daily life. Maisha ya kila siku. Of helping. Ya kusaidia those who surround you. Wote ambao wanakuzunguka wewe. What do I mean? Na maanisha nini? Helping is not only money. Kusaidia sio tu pesa. Advice may be great more than money. Ushauri pia unaweza kuwa mkuu kuliko pesa. Do you know that God has his own mission in you? Je, unajua kwamba Mungu ana mkakati wake ndani yako? God did not call unto his kingdom for no reason. Mungu hajakuita kwenye ufalme wake pasipo kuwa na sababu. He has his own mission. Ana mkakati wake mwenyewe ndani yako. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.